Dhulumati ila Nur Dawatul Islamia. Tuko ndani ya jiji la Dar es Salaam na hapa ni Mbagala rangi tatu, tukizungumza na wadau mbalimbali ambao wanapatikana katika stendi hii ya Mbagala rangi tatu, hasa tukizungumza masala mbalimbali ya kiimani, masala ya dini. Niko hapa Abdul Karim Jumai bin Suleiman Msagati nikiwa na ndugu yangu ambaye ni afisa habari wa Minadhulumati ila Nur Salum Abdul Majid, tukiendelea kufanya harakati za kidawa. Tunakuomba uweze kusubscribe channel yetu ya YouTube Online TV ya Minadhulumati ila Nur Dawa ili uweze kupata vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa ilayhi al-masir. Bana, ninyi wote ambao mnapatikana kwenye haya maeneo, mimi naanza kwa kumwomba Mwenyezi Mungu inshallah Allah ajalie kila mwenye la kwake zito Allah amuondoshe, alafu pesa upatikane. Semeni amin. Unajua hakuna kitu kizuri katika dunia hii kama vile ukifanya majambo yako alafu yakakuendea vizuri, lakini moja katika vitu ambavyo ni mtihani ni ikitokea majambo yako hayakuendei vizuri, unakuwa ni mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala, moja kati ya maelekezo ambayo ametupa, anasema mnapomaliza kufanya ibada za sala, tawanyikeni kwenye ardhi, tafuteni. Na hapa kwenye ardhi kila mtu anatafuta kutokana na namna alivyofadhilishwa na Allah, au tunasema kila mtu ana aina yake ya utafutaji ndani ya ulimwengu wa dunia. Lakini kuna kitu kimoja ndugu yangu, wataalamu wanasema kufanya kazi ni jambo lingine, alafu kufanikiwa ni jambo lingine. Ijapo kila utakayemkuta anafanya kazi anachotaraji ni kufanikiwa, yoyote utakayemkuta anafanya kazi anachotaraji yeye ni kupata mafanikio. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wanafanya biashara zao na harakati zao mbalimbali, swala la kufanikiwa katika biashara zao na harakati zao limewapitia kushoto. Unajua kwa sababu gani? Unaweza ukawa unafanya miamala yako, lakini kuna watu wanakuvuta shati usisogee kutoka pale ulipo uende mbele. Wao kazi yao wanataka wakurudishe nyuma. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wapo watu wana sifa hii, min sharri hasidin idha hasada. Yani katika maisha yetu sisi hapa kuna watu tunaishi nao ila ni mahasidi, alafu hasidi kazi yake ni husda. Brother, ikitokea umehusudiwa, unaweza ukahusudiwa kwenye mwili, lakini unaweza ukahusudiwa kwenye kazi, vyote viwili. Baadhi ya watu wanahusudiwa katika miili yao. Wanasema wataalamu malaria inaambukizwa kwa mbu, anaitwa Anopheles, lakini ukipewa vidonge vya mseto ukitumia unakaa sawa. Ila usiombe ukapatwa na malaria inayosababishwa na mwanadamu, utayamaliza mahospitali na kupona itakuwa ni mtihani. Umeelewa ndugu yangu? Lakini hizi changamoto zote ambazo inawezekana kwamba katika mifumo ya maisha tunapitia, Allah ametupa sehemu moja ambayo ni nzuri sana, na mara nyingi mimi huwa nasimama naongea na vijana ili hili jambo tulifahamu. Bro, kwenye hii aya niliyosoma inayosema fa idha qudiyati salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, Allah anamaliza anasema wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Brother, anayetaka atoboe, anayetaka mambo yake anyoke, anayetaka miamala yake mwendee vizuri, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Bana, wewe tumia ulimi, mtaji Allah. Kitendo cha kutumia ulimi, brother, sitasema utumie kitu gani, aka kaulimi kako aka. Kama utatumia vizuri ulimi ukamtaja Allah, basi wewe mambo yako Allah atakunyoshea. Bana, tusemeni mashaallah. Ndugu yangu unanifuatilia, mimi leo nimetoka nilikotoka. Kilichonileta hapa ni kuja kuwaambia ndugu zangu, ndimi zetu tuzitumie, tumtajeni Allah. Angalia kwenye sura 33. Hii sura kitaalamu inaitwa Suratul Ahzab. Allah anatoa maelekezo kwa watu wenye imani.
ya ayyuhalladhina amanu, is the special people. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Brother, watu wenye imani Mwenyezi Mungu anawapa maelekezo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udhkurullaha dhikran kathira, ninyi mtajeni Allah. Kama wewe kweli imani yako imesimama barabara, udhkurullah, mtaje Allah tena dhikran kathira. Hicho kitendo cha kumtaja Allah kifanye tena kwa wingi. Alafu anasema wasabihuhu bukratan wa asila, fanya kazi ya kumsabihi Allah asubuhi na jioni. Brother, tusemeni mashaallah. Wa ndugu yangu, wewe nataka nikwambie kitu kimoja tu ndugu yangu. Hivi mnajua kwamba watu wengi wana imani sana, ila tatizo ambalo tunapitia watu wengi ni kukosa elimu, sio imani. Brother, watu wengi wana imani, tatizo liko kwenye elimu. Mimi naweza nikakupa mfano. Unaona pale Kariakoo, pale Kariakoo siku ya Ijumaa, ile misikiti yote ya Kariakoo inajaa, yani watu wanaenda kuswali Ijumaa. Alafu misikiti yote ya Kariakoo ukiangalia mingi ina magorofa, yani watu wanaswali chini, wanaswali juu. Tena mpaka mitaa inafungwa. Nenda pale msikiti wa Mtoro, barabara zinafungwa, watu wanaswali. Kwa nini? Watu wana imani, watu wanafanya za swala. Lakini kwenye kuswali brother, lazima tugawanyike makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la watu wanaoswali, elimu za swala wanazo, na kundi la pili ni kundi la watu wanaswali kwa sababu wana imani ila madrasa hawajapita. Na kwenye kuswali kuna vitu viwili. Kwenye kufanya ibada ya swala kuna vitendo unafanya, alafu kwenye swala kuna maneno unatamka. Yale maneno yanayotamkwa kwenye swala yanataka mtu asome, au si ndio? Mnaposwali imamu anaposema Allahu akbar, yote mnafanya hivi. Asa wakati wa kurukuu unasema subhana rabbiyal azim wa bihamdi mara 3. Imamu akisema samiallahu liman hamida, ukinyosha mikono unasema rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Brother, wewe madrasa hujapita, alafu unaswali, alafu umekaa tahiyatu, wakati wenzako wanasema atahiyatu wal mubarakatu wassalawatu wattayyibatu lillah, salamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wengine hatujui. Leo kuna watu wakikaa tahiyatu wanafanya tu hivi, au wanaposema imamu assalamu alaykum wa rahmatullah, wengine tunafanya tu hivi. Yes. Ila sio kwamba tunapenda. Hapa tatizo ni elimu. Allah atujalie tujue, semeni inshallah. Hapa ninaamini kuna watu mnasafiri saizi, lakini kuna dua inasomwa wakati wa safari. Yani Mungu anatajwa kwenye safari. Hivi vitu bila elimu huwezi kujua. Brother, unaposafiri soma takbira mara 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alafu asema subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birra wa taqwa wa min al-amal ma tarla. Gari inaposhuka kwenye mlima sema subhanallah, gari ikipandisha kwenye mlima sema Allahu akbar. Wewe mtu unatoka hapa Dar es Salaam unaenda Masasi, unaenda Mtwara, lakini hata kumlani shetani unashindwa. Inna lillahi. Brother, hata ukienda kulala, wewe ukienda kulala sasa hivi umechoka, lakini ukiingia kulala hii mikono unakusanya hivi. Kabla ya kulala soma kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas 3 marrat. Sura hizi ukilala unasoma mara 3. Alafu asema bismika Allahumma amutu wa ahya. Unapolala tamka shahada, lakini ukiondoka kwenye usingizi sema alhamdulillah alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur. Bana, umeona ulimi wangu unavyokuwa? Yani mimi nimeniona hapa siwezi nikafanya lolote ila ulimi wangu unafanya adhkari na mtaja Allah. Bro, hiki kitendo ninachofanya mie, hiki ndio kitakachofanya mambo yako yanyooke. Bana, Mungu atujalie tujue, semeni inshallah. Vijana wa Kiislamu wengi mko hapa, umeamka sasa hivi utaenda kulala, lakini wewe ulimi wako leo singeli mara 7 ama piano mara 4, umetukana matusi 40, hata kumlani shetani mara 1 umeshindwa, alafu ataka mambo yako yanyooke. Inna lillahi. Unapoisoma Qur'ani kwenye sura ya 2 Al-Baqara, Allah anasema katika aya nambari 152, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Allah anasema nitajieni ninyi mnapofanya kazi ya kumtaja Allah. Allah anawatajeni ninyi. Bro, hatufanyi lolote mpaka tumtaje Allah. Hata ukiwekewa chakula, ulimi hupeleki chakula kwenye mdomo, ila unasema bismillah, na ukimaliza kula unasema alhamdulillah.
alladhi atwamani wasakani wajalani minal muslimin. Hata chooni unaambiwa usiingie, ila ukitaka ingia chooni usemeje? Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Leo mtu akiingia chooni anafanya tu hivi inna lillahi. Allah tujalie tujue, semeni inshallah. Yani chochote unachofanya kwenye Uislamu, hata ukipiga chafya che unasema alhamdulillah, na wewe ukisikia mwenzako apiga chafya wamwambia yarhamukallah, alafu asema ya hadikumullah. Tunakuomba uweze kusubscribe channel yetu ya YouTube Online TV ya Mina Dhulumati la Nur Dawa, ili uweze kupata vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vinaruka hapa. Lakini kwa kuwa tumezungumza na watu wa Mbagala, labda tuweze kuwasikiliza wawili watatu vitu wameweza kutusikia. Mwalimu, tunaweza kuhojiana kidogo? Njoo usoge pesa. Njoo bwana. Njoo mara moja, njoo. Njoo tu, wala usijali. Njoo bwana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Abdul Karim Sagati. Wewe jina lako ni nani? Mimi naitwa Jafar Arifa Mbunda. Jafar Arifa Mbunda. Arifa Mbunda. Mashaallah. Unapatikana Mbagala bila shaka? Ndio. Wewe ni mdau katika ile eneo? Mdau kidogo, mdau. Unazungumzaje kuhusiana na darasa ambayo imetolewa hapa na vijana wa Mina Dhulumati? Yani liko vizuri sana, na nawapongeza. Nishukuru hata mimi kupata dawa kidogo. Naam, jazakallah. Allah afanyie pesi inshallah. Nashukuru sana na kweli, Mungu naomba afanyie pesi masuala yangu, na dua unazoomba azipokee. Amina, shukrani sana inshallah. Naam, sisi tukushukuru sana. Na naam, brother, vipi hali yako kaka? Naam, jina langu ni Abdul Karim. Unaitwa nani? Naitwa Suleiman Mananga. Suleiman Mananga. Naam, vipi unasemaje? Umepata kumsaidia kidogo? Una kipi cha kuzungumza kutokana na kilichotokea? Mungu awajalie ili kuendelea kuwaelimisha watu kwa ile ambalo mnalifanya, ni jambo la heri. Asante sana kaka. Shukrani sana. Shukran, endelea kusubscribe channel yetu. Wabillahi tawfik. Mina Dhulumati TV. Salamu alaikum.